wale wageni wote ambao mmesoma majina yenu, msiondoke, muonane na uongozi, na Mungu wa mbinguni aendelee kuwabariki. Haleluya. Tunakumbuka Ijumaa tulikuwa na somo gani? Wangapi tulikuwepo? Nafikiri ulijifunza vizuri. Tulisema unafiki ni nini? Kwamba ni tabia yoyote isiyokuwa ya nini, ikiwa katika nini, matendo au maneno. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tulisoma vifungu vingi, tukasema Bwana Yesu aliendelea kuwaraumu wanafiki. Amen. Maana manafiki hawakuwa na nini, na ufahamu juu ya nani? Juu ya Mungu wao, kwa mafundisho yote yaliyotolewa, pamoja na kuendelea kuzitetea dhambi zao. Kwa hiyo tunapoelekea kwenye neno hili, naomba ukae mkao wa kujiandaa kula meza ya Bwana. Mwambie shetani, toka katikati yangu. Mwambie hivyo. Mwambie shetani, toka katikati yangu. Sema pepo, toka katikati yangu. Fitina, toka katikati yangu. Unafiki, toka katikati yangu. Magonjwa yote, toka katikati yangu. Majini yote, toka katikati yangu. Uwezo na ufahamu wangu kuelekee wewe. Naomba Mungu unihudumie. Bwana Yesu asifiwe. Napenda tusome kitabu hiki cha Isaya, sura ile ya 29 na ule mstari wa 15. Sura ya 29 mstari wa 15, Biblia inasema, ole wao wanaojitahidi kumficha Bwana mashauri yao, na matendo yao yamo gizani, nao husema, ni nani atuonaye? Nani atujuaye? Haleluya. Rudia mtu mwingine hapa kusoma, alafu ninakupa kichwa cha habari kama ulivyosikia. Rudia tusome tena. Nasema, ole wao wanaojitahidi kumficha Bwana mashauri yao, na matendo yao yamo gizani, nao husema, ni nani atuonaye? Nani atujuaye? Amen. Rudia maneno haya. Ni nani atuonaye? Nani atuonaye? Nani atujuaye? Nani atujuaye? Tujitahidi kumficha Bwana. Bora mrudi. Tumfiche Bwana mashauri yetu na matendo yetu. Tukizani yamo gizani. Zani yamo gizani. Ni nani atuonaye? Nani atuonaye? Nani atujuaye? Nani atujuaye? Andika kichwa cha habari. Usimfiche Bwana mambo yako au mashauri yako. Usimfiche Bwana mambo yako au mashauri yako. Haleluya. Kuna watu katika maisha yao ya uokovu hawayaishi matendo mema kama walivyoagizwa na Mungu. Hawaishi matendo kama walivyoagizwa na Mungu kutenda. Baadhi yao bado wanaishi kwa kujificha na kuficha matendo yao mabaya, kwa kufikiri yale wayatendayo mabaya, wanafikiri wanamficha Mungu. Haleluya. Wangapi wanajua kuficha? Wangapi mnajua kuficha? Haleluya. Nilikuwa nasoma ole katika kitabu cha Isaya. Ziko ole nyingi sana. Ziko ole nyingi. Inawezekana kitabu cha Isaya kinaongoza katika ole nyingi sana. Ziko ole nyingi sana zinazotahadharisha mambo mengi. Haleluya. Umeokoka, unampenda Yesu,
unahudhuria mikesha, unahudhuria maombi, unahudhuria ibada, lakini kuna mambo fulani ambayo bado unajitahidi kwa bidii kumficha Yesu. Unajitahidi kwa akili yako, kwa mawazo yako, kwa kuona kwako kumficha Yesu. Mimi siyajui matendo yako, yuko akuonaye matendo yako. Haleluya. Yuko anayetuona matendo tunayoyatenda. Sema amina. Anatujua kila kitu kutoka moyoni mwetu. Mimi mchungaji wako, mzee wako wa kanisa, muumini mwenzako, shemasi wako, anaweza asijue unachowaza ndani ya moyo wako, lakini yuko Mungu atuonaye, atutendeaye, anayetujua, anayefikiria ni nini tunakiwaza. Kwa hiyo ni vizuri ukaelewa katika asubuhi ya leo, usijaribu wala usifiche matendo yako mabaya ukifikiri kuna faida. Ipo siku moja yatatolewa hadharani, na watu wakiyajua lazima atasema, kumbe huyu mtu alikuwa mwema, huyu mtu alikuwa anakwenda vizuri, huyu mtu alikuwa anafanya haya, kumbe matendo yake ni mabaya. Haleluya. Mara zote wanasema kwamba mwenye kujua matendo yako na mwenendo wako ni Mungu aliyekuokoa na Mungu aliyekuumba. Mimi ukiniweka kuyajua matendo yako, lazima yatokee hadharani au Mungu anijulishe. Siku ya Ijumaa nafikiri tulikuwepo. Wangapi walikuwepo Ijumaa? Wale tuliokuwepo Ijumaa, kuna mtu mmoja aliuliza swali. Haleluya. Nilikuwa nimesahau. Roho wa Bwana amenikumbusha. Aliuliza swali kwamba je, mimi nimeokoka lakini nimemtenda Mungu dhambi kwa kufikiri au kwa kutokufikiri ndani ya moyo wangu. Sasa nifanyeje? Niende wapi? Nikatubu wapi? Nikafanye wapi? Jibu tulilipata. Wangapi tulikuwepo? Tunyoshe mikono. Jibu tulilipata kwamba, haleluya, ukitenda dhambi yoyote ukaificha au ikawa ndani yako, kila wakati inaimba dhambi unayoitenda, lazima uende kwa kuhani asimamaye madhabahuni pako alipopachagua akalishe jina lake, na wewe uwe pale akuombee rehema. Tukasoma kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 42 na ule mstari wa 8 na wangapi? Wa saba na tusipasome hapo kwa sababu sio somo letu, tulikuwa nakumbusha. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo kuna mtu anatenda dhambi anaona yuko kwenye haki, kumbe hayuko kwenye haki. Kuna mtu mwingine anatenda dhambi anaficha. Mara kwa mara dhambi ya kuficha huwa inakuja kuzaa matunda mabaya, sio mazuri. Haleluya. Dhamiri yako inakushtaki, kipo kitu umekificha, aidha cha familia yako, aidha chako wewe mwenyewe, aidha cha kanisa, aidha katika moyo wako na wokovu wako. Ipo kitu umekificha. Kwa siku hii ya leo, naomba Bwana akutembelee, akuguse wewe, lile ulilolificha, lililoko ndani ya moyo wako ulifichue, ili Bwana akusaidie. Atupokee uponyaji, atupokee uzima kwa sababu ya kuficha. Ukificha jambo lolote lazima likuletee madhara. Halo? Si leo umeficha nini? Wewe unajua ni kitu gani umeficha? Hebu tuende Mithali ile sura ya 28 mstari wa 13. Usikilize Mungu anasema nini. Napenda uwe hapa, usikilize kwa makini na Bwana atakutembelea. Soma mahali pale. Mbona mimi niko kichwani? Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali azungamaye na kuziacha Mungu atampa rehema. Si ndio maana yake? Soma hapo mliofika. Biblia inasema, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye azungamaye na kuziacha atapata rehema. Afichaye dhambi zake hawezi kufanya nini? Lakini yule anayegundua nimetenda dhambi akaenda kuiungama, Bwana Yesu asifiwe sana, atapata rehema. Tunahitaji rehema. Kuna watu mmeficha vitu ndani ya mioyo yenu. Kuna watu mmeficha mambo mengi katika mali zenu. Kuna watu mmeficha vitu vingi katika maisha yenu. Umeficha, unafikiri hakuna kuonaye.
Haleluya. Hakuna anayekuona, yuko anayekuona ni Mungu aliyekuumba wewe. Na ndio maana uko hapa usikiliza nasema nini juu ya maisha yako ya mwili na ya kiroho. Kuna watu wanaficha, una vitu umevificha. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Mimi kamera yangu ya kukuona wewe mpaka ndani, mpaka Mungu aniambie, anitokee, aseme na mimi. Akisema na mimi nitasema na wewe. Watu wanaficha mambo mbalimbali. Nilikuwa nasoma habari ya Adamu na Eva. Bwana Yesu asifiwe sana. Adamu na Eva walipokuwa katika bustani, Mungu aliwawekea masharti, waguse hiki na hiki wasiguse. Lakini walipokuwa na ufahamu ndani ya maisha yao, wakaona Mungu labda aliwadanganya. Kama Adamu na Eva hawakuyatii sana maagizo ya Mungu, wewe unayeongozwa na mtu unayemuona, unaweza ukayatii maagizo ya Mungu? Halo. Haleluya. Mungu alipowapa kisogo tu akaenda. Mwanamke akachukua tunda akara. Baada ya kula akampana nani? Biblia inasema Mungu akawauliza, Adamu umefanya nini? Adamu akasema, huyo mwanamke uliyenipa hataki kukiri dhambi yake kwamba amekula tunda. Haijalishi hiyo kosa limesababishwa na nani, wewe uliyolitenda ndio unayetakiwa kutubu na kuungama kwenda mbele za Bwana, ili Bwana akuhesabia haki, akuongeze hata miaka ya kuishi, akuongeze maisha makuu katika utakatifu ulio nao. Mungu akamuuliza mwanamke, akamwambia, kwa nini umefanya haya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya. Haleluya. Kwa hiyo Adamu na Eva jambo walilofanya, walificha ile dhambi yao. Hebu nisomee Mwanzo ile sura ya 3 na ule mstari wa 8 mpaka wa 10. Kasome huko tusikilize. Sema, kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa, kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Amen. Unasikia Mungu anatembea katika bustani ya Eden. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wajua kufanya nini, Adamu na mkewe wakajificha katikati ya miti iliyokuwa wapi? Pale bustanini, ili Mungu asifanye nini? Wao wakafikiri kujificha kwenye mamiti, kujificha kwenye msitu ule, walifikiri Mungu hatawaona. Mawazo yao walikuwa nafikiri ndio mawazo ya Mungu. Sikiliza, Mungu anawaambia, Bwana Yesu asifiwe sana, anamuita Adamu, uko wapi? Adamu akasema, nalisikia nini? Sauti yako bustanini, nikajificha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuwa mimi niko. Haleluya. Sababu kubwa hapo iliyomsababisha Adamu mpaka akapata adhabu hizo na Mungu ni kule kuficha. Angesema moja kwa moja, Mungu wangu, nimekosa mbele zako, ile tendo nililonizuia nisilitende nimelitenda, naomba unihurumie, naomba rehema kwako. Matokeo yake anajitahidi kuficha ile dhambi yake, kuficha tendo alilolifanya ili aweze kuona Mungu atamuonea huruma. Lakini Mungu ni wa haki, atasimama kwa maskini, atasimama kwa tajiri, atasimama kwa askofu, atasimama kwa mchungaji, atasimama kwa shemasi, atasimama kwa mzee wa kanisa, atasimama kwa muumini, kwa sababu Bwana ametuagiza tusifiche, tusijitahidi kuficha yale tuliyo nayo mioyoni mwetu, yale tuliyo nayo katika miliki zetu. Atusaidie. Huwa na shukuru sana sheria ya Bunge kabla hajaenda kuapishwa, labda anaingia bungeni, huwa kuna kamati ya maadili, wanapeleka kuangalia mali zao, kwamba umeingia ukiwa na mbunge mali fulani,
ukizipata zile watu wakakutuhumu mali nyingi huko bungeni, wanasema wakati unaingia bungeni mali zako ni 1, 2, 3. Na ndio maana bila Yesu kuhusika hakuna atakayebadilisha uchumi wa nchi yoyote, mpaka Mungu mwenyewe asimame au aseme na watu wake. Maana uchumi haufichwi na viumbe kama kenge au ng'ombe wala mbuzi. Wanaficha watu wanadamu wenye akili, ili wawatese wengine walioko chini yao ambao hawana nafasi ya kuvipata hivyo. Halo. Sasa hivi mtu anatafuta ajira ili atokemo katika maisha. Atafuti ajira ya kuwasaidia wale waliomsomesha, waliomwelekeza. Mimi wao nasema hakuna kazi ngumu kama ya mwalimu. Amina. Ukisikia daktari anajivuna amepitia kwa mwalimu. Ukisikia si rubani anajivuna amepitia kwa mwalimu. Ukisikia si mbunge wala waziri wala rais amepitia kwa mwalimu. Ukisikia mkunga anayezalisha watu amepitia kwa mwalimu. Kwa hiyo mwalimu ana nafasi nzuri sana kwa wale wanafunzi wanaomsikiliza kutenda huko mbele waendako wakapata nafasi njema. Haleluya. Ndivyo ilivyo watu wa Mungu waliookolewa, wakisikia watumishi wao yale maneno wanayowafundisha yaliyo ya kweli, injili ya kweli, sio ya kubuni, watapata ustawi katika roho zao na miili yao. Usifiche, usifiche. Kiko kitu umeficha. Niliwaambia Ijumaa, Yona wakati alipoambiwa kwenda wapi, alienda, alikimbilia kwenda wapi? Alisalimika. Kwa sababu yeye Mungu anamwambia taenda, anayekubali taenda. Kule mawazo yake ndani ya moyo wake anasema sitaenda huko, nina shughuli nyingi, mimi nitakwenda Tarashishi kule. Bwana Yesu akubariki sana. Kumbe mawazo yake anafikiri Mungu amuoni, anapanda merikebu ajiepushe na uso wa Mungu. Kumbe Mungu tayari kabla hajapanda merikebu, Mungu alishatangulia ndani ya merikebu. Kabla hujatenda kosa, Mungu ameshajiona kosa na adhabu yake. Usijifariji. Niliwaambia Ijumaa, mimi nimeitwa kuhubiri injili ya kweli, sio kubabata babata, sio kumpaka mtu mafuta. Ikuumize lakini utende kweli, ikubadilishe lakini utende kweli. Huwezi ukanigeuza kwa siasa zako, huwezi kunigeuza kwa pesa yako, huwezi kunigeuza kwa ushawishi wako. Nitasimama na Yesu, mtetezi wangu yuko hai, atanitetea, atanilinda, atanitunza, na kanisa lake atalitunza. Uwezi. Yona akakimbia ndani ya merikebu ili ajiepushe na uso wa nani? Bwana ametangulia kwenye merikebu. Misukosuko ikaja, misukosuko ikaja. Watu wakajiuliza, mbona tunasafiri mara kwa mara, hakuna jambo tunalolipata? Hivi imekuwaje? Mtu mmoja akawatonya, kuna mtu aliingia huko na wasiwasi naye. Amen. Haleluya. Wakati wanamwamsha Yona, wanamuuliza maneno, sitaki nikwambie unasoma Biblia, wewe ni mtu wa wapi, umetoka wapi? Yona akafikiri hawa wamenipataje? Baadaye wakasema, Bwana Yesu asifiwe sana, wapige kura. Kura zikamwangukia nani? Yona alificha tena kwamba sendi nao. Yona alichokisema, nikamateni mimi, mnitupe kwenye maji, basi niende ili meli itulie merikebu yao. Ndivyo walivyofanya. Walipomchukua Yona wakamtosa ndani ya maji, wakajua mambo yote yamekwisha, bahari ikatulia. Kumbe Mungu alimhurumia Yona ingawa alikuwa ametenda makosa. Nilisema Mungu wetu anatuhurumia kiasi ambacho huwezi kufikiri wewe. Umetenda ya ovyo, umesema ya ovyo, umenenda katika dhambi unazozijua na usizozijua. Bwana bado anakubembeleza, bado Mungu anakuangalia utakuwaje. Samaki akatayarishwa ili kummeza Yona. Huo ni uvuvio wa nguvu ya Mungu, kuona pamoja na makosa aliyonayo Yona asiangamie, bado Mungu anamhitaji. Basi baada ya Yona kuwa amemezwa na samaki, haleluya, Yona akutulia, akasubiri ndani ya siku ngapi?
lile lisamaki likamtapika Yona. Angekuwepo Yona ukamuuliza kwamba ulikuwa umejiandaa kumezwa na samaki, atakwambia na mimi nilitokea ghafla. Kama wewe ulivyokutana na muujiza wa gari au muujiza wa nyumba au muujiza wa afya yako bila wewe kujiandaa kwa ajili ya kitu hicho, ndivyo Mungu anavyofanya kwetu. Sasa anachokitaka tusimfiche mambo yetu, tumwambie hadharani, tumwambie kila jambo. Ukiwa unaficha ficha, unakuwa na kona, unakuwa na mambo yasiyofaa. Mungu yupo, yeye anayo adhabu kali sana, anayo matukio makubwa ambayo yakitendwa nchi yote dunia nzima inabaki kushangaa, inabaki kutetemeka, inabaki kusikia ni jambo gani hilo tulilolipata. Bwana Yesu atusaidie. Adamu na Eva wangejua wasingetenda dhambi. Washirika wa Mungu, watumishi wa Mungu, jihadharini na kuficha. Haleluya. Nimekwambia nilikuwa nasoma ole humu nyingi sana. Ukisoma kitabu cha Isaya 33 ule mstari wa kwanza, hebu nisomee pale. Isaya 33 na ule mstari wa kwanza. Sema, ole wako uharibuye, ole wake uharibuye, ila ukuharibiwa, utendaye hila, wala hukutendwa hila. Utakapokwisha kuharibu, utaharibiwa wewe, na utakapokwisha kutenda kwa hila, wao watakutenda hila wewe. Ole anasema ole ni ole wewe unayeharibu. Bwana Yesu asifiwe. Ili kuharibiwa. Amen. Unatenda ila lakini wewe hujatendewa ila. Ole watakapokutendea ila. Haleluya. Kuna watu mimi wanajifananisha na yule sisimizi mdogo, kila anayepita au mtoto anaweza kumkanyaga. Kila anayepita anaweza kumfanya hivyo, lakini siko hivyo katika imani ya Yesu Kristo. Ni mkali sana kwa ajili ya dhambi. Ni mkali sana kwa ajili ya mtu kupuuza. Wala wasiogopi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi siwezi kuogopa, nasema Mungu yuko ndani yangu na yeye na mimi niko ndani yake. Nikiomba jambo lolote atafanya. Haleluya. Nilikwambia kama wewe ole inakuhusu, unaficha kila jambo. Haleluya. Kuna mtu alipewa talanta, yule mwingine alificha. Unaona, aliyeficha kuadhibiwa. Kwa nini adhibiwa? Alificha. Usijitahidi kuficha dhambi ya aina yoyote. Haleluya. Wala usikwepe matakwa ya Mungu. Wala usijaribu mtu yoyote ambaye, wala usitende ila. Halo. Alikuwa anaongea mtu mmoja baba, alikuwa anaimba swala hili, anasema sasa hivi tulikuwa tunajua watu wa Mungu ndio watu wa kutusaidia sisi, lakini sasa watu wa Mungu wamegeuka kuwa wao ndio wanaotusaidia sisi watu wengine ndio wa Mungu. Amen. Haleluya. Nilikuwa nasikia kuna waimbaji hao wanasuana yuko Mkone tsunami. Ukitaka kuangalia wanachogombania au wanachosumiana ni nini? Ni ukosefu wa busara na akili. Tena nimeshaandika kwenye namba hii, njoni niwasaidie. Kwa sababu huyo aliyefanikiwa anamsema mpaka mwenzake kwamba huna hata baiskeli, huna hata bajaji, hivyo ni vitu vya kujisifia, ni vitu cha kujisifia. Hata kama wewe ni nani, ujisifu kwa sababu Yesu hajakuacha. Ujisifu kwa sababu Yesu yuko bado anakutetea. Yesu yuko bado ndani yako. Hicho ndio jambo la kujisifia. Si mali, si mzuri, si bajaji, si nyumba. Jisifie Yesu hajakuacha. Watu wote wasio na Yesu hao mfalme, hao nani, wanaishi maisha ya kubabaisha, lakini maskini ndio
kumtumainia Yesu, anaishi kwa maisha kumtegemea Bwana, na Bwana ndiye mlinzi wake, ategemee msaada kutoka sehemu yoyote. Ukijitahidi sana kumficha Mungu, Mungu anakuficha. Ujitahidi kwa mambo yako, ujitahidi kujiombeleze, ujitahidi kujipelekeze, ujitahidi sikifanyeje, yuko Mungu aonaye. Na ninawaambia kama hujakutana na Mungu, kutana na Mungu. Umekutana na watu, hujakutana na Mungu. Ukikutana na Mungu, mawazo yake ni mazuri sana kumrekebisha mtu wake aliyemuumba. Mawazo ya Mungu kumuongoza mtu wa Mungu vizuri. Mawazo ya Mungu huleta utajiri hata kama utaki utajiri. Haleluya. Nilikuwa nasikia watu wanataniana hapo kwenye kuingiza. Anampigia simu. Halo, Shemas, Bwana asifiwe. Habari za uzima? Nzuri. Umeonaje ibada ya leo? Ibada ya leo imenipoa. Anauliza imekupoaje? Unajua yule mtu yule alihubiri Bwana, mimi sikupendezwa. Shemas akamjibu hivi, kama ukupendezwa bado una matatizo. Angalia matatizo yako wapi, utubu, ukiri, urudi kwa Mungu wako. Haleluya. Nikawa nasikiliza nikasema, kweli huyu mtu ana maneno ya busara, ana maneno yaliyo mazuri. Sisi hapa tuko wengi, tukiachana kila moja nyumbani kwake, lakini tukiachana kila mtu ana mawazo yake. Ulivyopokea wewe sio alivyopokea yule. Ulivyopokea wewe baba sio alivyopokea huyo mama. Alivyopokea huyo mama sio alivyopokea yule binti. Kila mmoja anapokea kulingana na jinsi yake. Na neno la Bwana likiingia ndani huwa chungu. Inaweza likawa tamu kwa kulisikia, lakini likichukua hatua linaweza kuwa chungu juu yako. Lazima muelewe Mungu jinsi alivyo. Lazima umuelewe Mungu anakataa nini na nini hapendi. Ukisoma kitabu cha Ayubu ile sura ya 22 kuanzia ule mstari wa 13, hebu tusome pale. Tuanzie 13 mpaka 14. Ayubu. Nasema Ayubu 22:13. Nawe wasema Mungu anajua nini? Je, aweza kuamua kati ya giza kuu? Mawingu mazito ni kifuniko chake, hata asione, naye huyatembea juu ya kuba ya mbingu. Amen. Je, utaiandama njia ya zamani walioikanyaga watu waovu, ambao walinyakuliwa kabla ya wakati wao? Msingi wao ulimwagika kama kijito cha maji. Basi ishia hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amesema neno moja, kuna watu walinyakuliwa kabla ya wakati wao. Biblia inasema utaiandama njia ya zamani walioikanyaga waovu, watu waovu. Haleluya. Unaweza ukafikiri umefanya jambo fulani umelificha kwa watu, lakini unashangaa ibada ya leo inasema juu ya jambo ambalo unaona umelificha wewe. Unaanza kujiuliza, labda mchungaji ameambiwa, labda amepelekewa habari. Hapana, mimi sihubiri habari za kuletea, nahubiri habari za Roho Mtakatifu na Biblia na neno la Mungu linavyoelekeza kwa ajili ya maisha ya watu wa Mungu. Haleluya. Tusifiche. Kama umezoea kuficha, siku hii ya leo acha. Pepo zinakaa ndani yako kwa sababu unaficha. Nikisema pepo sio lazima uangushwe na pepo, sema amen. Ziko pepo zingine haziangushi watu, ila zinadhihirika kwa matendo yao wanayofanya. Unaweza kuwa na pepo la kiburi lisikuangushe, pepo la dharau lisikuangushe, pepo la kujikinai lisikuangushe, pepo la kupanga hila lisikuangushe. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie. Neema ya Bwana tunaiachia tu. Mimi nakwambia kunitoa kwa Yesu huwezi kunitoa. Hata iweje. Hata kwa nani, awe baba, awe mama, awe ndugu yako, awe mke wako, awe watoto wako, awe waumini, huwezi kanitoa katika msimamo wa Kristo hata
siku moja. Ninajua baada ya hii ni nini kinafuata. Sisi tunajua kwamba tumekuja kupokea maneno ya Mungu, lakini baada ya maneno ya Mungu ni nini inafuata? Peleleza moyo wako. Kuna watu wanapata mali nyingi hata kumpa Mungu, wanafikiri wameficha. Haleluya. Unapokwenda kwenye dirisha la mshahara, si uko wewe na yule anayekugawia mshahara? Na Mungu yuko kabla hujaenda kugawiwa mshahara. Mungu alishatangulia pale dirishani, anakuangalia. Unapokea mshahara, for example, unapokea mshahara milioni 30. Milioni 30 fanyeje? Shetani anakuja. Milioni 30 ukatoa fungu la 10 wewe, ukamaliza michango, hamna. Hapa anakufundisha na jinsi ya kula ganja. Hapo nasema nimeokoka. Bado unajitahidi kuficha. Bwana Yesu atusaidie. Unatoka pale unasema haleluya hosana. Haleluya hosana. Baba, askofu kwa ajili ya sadaka. Baba, katika jina la Yesu bariki wote, bariki shukrani, bariki zaka, bariki kila matoleo yao. Na wewe inama, alafu unakwenda kwa unyenyekevu mkubwa. Umeshikilia maisha yako au umeshikilia kitambaa kako ulipofunga jaishi ili Bwana Yesu asaidie. Unayemficha ni nani? Umfichi mchungaji wala mkuu wa mkoa wala mzee wa kanisa wala nani wako. Unayemficha ni Mungu, na jitahidi kupitia katika mshahara wako kudanganya kumficha Bwana. Bwana hatanyamaza, na Bwana akiamua jambo hakuna anayemzuia. Haleluya. Akwenda kuambia matokeo yake, akaona mmoja baada ya mwingine anaanguka, mmoja baada ya mwingine anaanguka, mpaka mkubwa wao alikuwa anawaita naye akaanguka. Akabaki yeye sasa anashangaa, hii ni namna gani? Akajulishwa, yale mambo mliyoyafanya yalikuwa sio haya, mlikwenda kinyume na matakwa yangu. Huyo ni mtumishi wangu, nilimchagua mimi kabla hata wewe hujaumbwa. Kwa hiyo jambo lilofanya ni baya, umebaki wewe, ila wewe utanaswa na umeme. Bwana Yesu atusaidie. Kilichofuata ni nini? Yule baba anakwenda kazini, anafika kwenye sehemu ya huwa mnabonyeza eti kiingia kazini. Kuna kanini si unabonyeza. Alipokabonyeza hapo ndio mwisho wa maisha yake. Umeme ukafyatuka, kaanguka huko. Watu wanakuja kumwangalia, alishakauka. Wanasema nini lilompata? Watu wakabaki amerogwa. Si ndio watu wanafanyaga? Huyo walikuwa wanamwangalia vibaya na mshahara mkubwa. Kuna mtu fulani alimemfuatilia kwa ajili ya cheo chake ili akichukue cheo chake. Lakini siri ya moyoni mwake alikuwa anaijua yeye na Mungu. Kwa hiyo maisha ya kuficha ni mabaya. Mambo yafanyayo yatawekwa hadharani. Niliwaambia mambo yaliyoko uvunguni yatafichuliwa, yataweka hadhara. Haleluya. Wangapi wamepoteza maisha yao na walikuwa na maisha yao mazuri, walikuwa na mishahara yao, walikuwa na pesa zao. Mungu hakuangalia pesa, alichokiangalia, je, ndani ya maisha yao bado Yesu anatembea katikati yao? Kuna wengine wanaondolewa wasichafuliwe na watu wengine. Mungu anajaribu kuwatoa kabla ya wakati wao wa kuishi duniani. Haleluya. Usifanye ila, usifiche jambo. Dhambi za watoto zinakulilia, dhambi za wamama zitakulilia, dhambi za vijana zitakulilia wewe. Usifiche wala usijitahidi. Yuko anayekuona, yuko anayekuona zaidi ya hizi kamera wanazoweka ndani ya majumba. Yuko anayekuona, anajua jana ulifanya nini, hapa ulipo unawaza nini, juzi ulipanga nini, wiki iliyopita ulipanga nini, katika nyumba yako ulikaa na nani, ukaanza kumsengenya nani, ukaanza kusema jambo la nani. Mungu anayajua yote. Siongei kwenye mkutano wa hadhara, naongea kwa nguvu ya Roho Mtakatifu na neno lake. Umeficha, kuna kitu umeficha. Bwana anasema umeficha. Ole wako, unajitahidi kuficha. Unamficha Mungu wako.
Unafikiri hakuna anayekuona? Yuko Mungu aonaye hata sirini. Yuko Mungu anayetujua kila mmoja. Anatujua matendo yetu. Anatujua ni kitu gani tulicho nacho. Umefika wakati wa watu wa Mungu kumwimbia Mungu, kumuomba Mungu, kumtolea Mungu, kufanya kazi zake. Ni wakati huu. Niliwaambia siku ile kwamba zamani mimi nilikuwa naona watu wanaimba kwaya, wanatongo. Siku hizi eti kuimba kwaya mpaka mtu aweke angel face, aweke liputa skoki hapa. Mnahitaji nyinyi mnajua, maana mimi sishughuliki navyo hivyo. Bwana Yesu atusaidie. Kuimba mpaka uvae vizuri, mpaka watu wakusifu. Kuimba sio hivyo. Watu wa zamani waliimba na tongo machoni. Waliimba wamebeba watoto migongoni. Unaona ni mama linacheweka na mtoto linafanya hivi. Anakuja Yesu, anakuja utisonda. Anaenda huko, anaenda na wenzake. Siku hizi eti kuimba ustaarabu. Wanashona na mastaili, mkono mmoja una bega, mwingine hauna bega. Eti wanakwaya. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanapanua miguu hivi, mwingine anapita huko. Kwaya za wapi hizo? Unungule au kwaya? Bwana Yesu atusaidie. Tumebadilika. Watu hawataki kuambiwa makosa yao. Haleluya. Watu wamebadili tabia za asili. Mwanamke kuja kumjua, labda sasa hivi wanaume hawavai magauni, ila wanawake wanavaa suruali. Umeshakutana mwanaume amevaa sketi na blouse, labda kichaa. Lakini wanawake wanatupenda, alafu wamewaletea tu midoli. Midoli inafananishwa na mtu, inavalishwa kale kanguo. Hata kanguo na kasiri. Mdoli anavaa nguo naona itamani. Si una pumbazo wa akili. Yaani nguo ikachukulia kavalishwa mdoli naona itamani. Afadhali angevalishwa mtu pale analipa mshahara. Karibu mama. Karibu, nguo hii ni nzuri, imetoka Dubai jana. Nimekaa mdoli hata ukinisukuma hivi, aliwezi kusema kwa nini umenisukuma. Yapo hivyo. Ingawa kuna ndugu yako aliyesalimia tukiwa naye. Amen. Aliyesalimia pale ni Mungu pale. Kama wewe unamsalimia nani kasi haya? Nakujali mambo hayaongei. Wala hayana utungu hayo. Mdomo wako umewekewa plastiki. Hayaongei. Eti shamo. Mdomo. Watu wa Mungu. Sasa mama, uangalie dada yako unayo. Usiende na wasichana. Usiende na watu unaowazidi umri. Hayo yanapita. Angalia umeokolewa, usiwe kikwazo kwa wengine. Haleluya. Nilipowaambia watu waliofunga ndoa, ngoja niwachape kidogo. Watu walipofunga ndoa wakasahau kwamba wamemaliza yote. Hawaji hata kanisani. Hawahudhurii hata maombi. Haleluya. Ndoa zao zigeuka kuwa ndoano. Na mchungaji niombee mimi, kuna shida hapo, kuna taabu. Sitaomba kwa ajili hayo. Njoo niombee mwenyewe. Maombi yametangazwa mwezi mzima. Maombi yametangazwa miezi mitatu. Maombi yametangazwa miezi minne. Njoo uombe kwa ajili ya familia yako. Nipeleke mbele za Bwana. Mwambie Bwana, nateseka. Mke wangu anisikii. Mume wangu anisikii. Naomba unisaidie. Balozi wa nyumba 10 ubarikiwe sana. Balozi wa nyumba 10 hawezi kusaidia ndoa. Ataiharibu ndoa yako. Haleluya. Ukija kwa pastor anakuambia uliomba nini? Baba, sijamjulia hata maombi, na ngoja shetani akufundishe. Amina. Tukukabidhi kwa shetani akufundishe. Sasa wewe kila sasa unataka baraka tu. Njoo uombe. Njoo mbele za Bwana. Njoo ufanye unachokifanya. Nilikuwa namwambia mtu kwamba ipo siku nitachukua zamu ya kufanya usafi. Mimi ndio napenda leo msikini kufanya nini? Tafanya. Haipo neema ya bure utakayoipata pasipo maelekezo. Hata Bwana akitaka kukubariki, ana masharti ya kukubariki wewe. Hawezi kukubariki from nowhere. Tumekaa nyumbani, unapika mazoea moto, nimekupa baraka hizo. Labda hizo baraka zilikuwa zinakwenda kwa mwingine. Mungu akaona yule mtu anayepekea nakosa kama kuzishusha hapo. Amina. Amen. Tumebarikiwa. Mungu anafanya watu wabarikiwe. Msaidie ndugu yako.
Msaidie jamaa yako, msaidie mtumishi wako, muombee. Sio kila saa mimi nachoka, mimi si mtumishi. Wapo watumishi wa Mungu na watumishi wa Mungu. Wapo watumishi wa Mungu na watumishi wa Mungu. Uliyeficha nini jamani? Ulisema vibaya. Unawaambia watu wengine. Unaweza ukafilisika kwa kile shetani. Kumbe ulisema vibaya watumishi wa Bwana katika mali yako ndio wanayo. Ukajiona kama mali zaidi watumishi. Mungu huwa hapingwi. Mungu hapingwi. Akisimama anakushughulikia. Kama hujashughulikiwa, rudi upate leo. Kwani kuna kosa gani? Mwizi mmoja anayekamatwa huwa anashtukizwa kukamatwa. Leo Bwana anakushtukiza katika neno hili. Akijua tungekuandaa kwamba ndio utubu utatubu. Yale uliyoyaficha ndio mbele za Bwana. Yote uliyoyatenda ndio mbele za Bwana. Utasumbuka sana na mawazo. Utasumbuka sana na kuwasema watu. Utasumbuka sana na kuwaweka watu moyoni. Hiyo haitatoka mpaka yale uliyoyaficha yaondoke. Hakuna jipu linalopona bila kukamuliwa. Ukitaka upone jipu lazima likamuliwe. Ukitaka uachane na dhambi, njoo kwa Bwana akusaidie mambo yako yote. Aangalie umri, aangalie miaka, aangalie uwezo ulionao. Anachokiangalia ni wewe. Je, umelisikia neno lake na kutetemeka na kuhofu kwamba Bwana upo? Nafikiri wengine tunajua Yesu anarudi lini. Sana siku sio. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimekwambia mimi nikasema kila nitakaposema huyu ndugu yangu sitamsahau aliyefanya haya. Tamuombea kwa Bwana, nitapiga magoti, tamuombea kila wakati, kila saa, kila muda. Usifikiri unafanikiwa mambo yako ni wewe mwenyewe. Wako watu wanakupeleka mbele za Bwana kwa jambo fulani ulilofanya. Na ukishampeleka mbele za Bwana, Mungu anajua afanye nini na nini asifanye. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru leo nimepata suti hapa. Unaita kauna suti. Hii kauna suti mimi sijanunua mwenyewe. Nimeletewa na mama mmoja. Akaniambia mchungaji nakubariki. Nikaenda akanibariki. Sio kwamba nimenunua mimi, kanibariki mtu mmoja tu. Amina. Wewe ni lini umemnunulia suti mchungaji kwa mara yako ya mwisho? Eti viganja havipigi. Na kuuliza swali, kwa mara ya mwisho au unawaza kumnunulia nini? Halo. Na huyu mtaliyenunulia sio wa hapa. Amina. Kutoka huko juu huko milimani. Huko kama unaenda mjini. Amen. Na mchungaji, hii kitambaa itakufaa kama kinanifaa sana. Leta. Sio nimeshona nimevaa leo. Haya maneno anayosema ni baraka zinamrudia yeye. Bwana Yesu asifiwe. Baraka zinarudi kwake. Amen. Na yeye alimwambia mume wake, mimi mume wangu naomba nikamshonee Bishop Ruta nguo suti. Twende dukani. Wakaenda wakachagua kitambaa hicho hapo. Mimi hata nikibaya sijui, mimi najua nimevaa kaona suti. Wakakubaliana. Amina. Akwenda yeye peke yake ameshikia amenunua kitambaa, alimuhusisha anayeishi naye. Hakuficha jambo analotaka kulifanya. Amina. Sasa tulio wengi tunaficha. Haleluya. Amina. Una habari wengine wana viboksi bubu nyumbani mwao hata mume wake hajui. Amina. Ana kaboksi bubu. Akitaka kwenda mume wake, usikuse. Huko utanichafia vitu vyangu. Kumbe ni kaboksi bubu. Amina. Na siku ya kukapasua anasubiri Francis anaenda gate lini? Kesho. Atamaliza siku 3 yeye. Amina. Sio Francis for example kwa mfano. Anakachukua. Unasikia Francis? Usije kaenda kumwambia mke wako, kumbe unakaa bubu. Hiyo ni mifano hai. Amina. Typology haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anajua yuko Geita kule. Kanapasuliwa pa. Ndio kuza. Kanini mama hapa kuna ukavunja kasanduku. Tulia.
anachukua mtuwela, hata zaka atoi, huyo mjini. Hapo Angel Face mnauza shingapi? Hiyo lipsi mdomo shingapi? Hiyo nani kaza twende mwendo unauza shingapi? Tayari anakuja. Amejinunulia yeye, wewe hauna. Lakini kifika sikukuu, baba nani naitwa baba Mesha sikukuu, usije ukayachukua shema kwamba ni wewe. Huo ni mfano. Najua huwezi kuyafanya hayo. Mtu aliye wa Mungu huwa ashtuki. Sisi tulio wa Mungu tubadilike. Kama tulikuwa tunaficha, tusifiche. Haleluya. Saa nyingine unafanya uharibifu, unaharibu na mambo yako yalikuwa yanakuja kuwa mazuri, unayaharibu wewe. Usiharibu yako, mambo mazuri yanakuja kwako, na ninaomba uyapokee, wala usisite, wala usiende pembeni, wala usifanye jambo lolote lile bila kuhusisha Mungu wako. Tuna akili, tuna ufahamu, tuna roho, tuna mwili. Muhusishe Mungu wako. Mwambie Bwana, nimechoka. Tusome kitabu hiki ni cha mwisho, Misali 1:7. Misali 1:7. Nataka kufika saa 7 tu tumemaliza. Misali 1:7. Unasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Kumcha Bwana ni chanzo cha nini? Maarifa. Bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Wapumbavu hudharau hekima na adabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Uko tayari kumpokea Yesu? Amen. Uko tayari kuyaacha mambo unayofanya? Uko tayari kwenda awe kiongozi na mwokovu wako? Umejua kwamba ulipofika mahali ndipo ulipomwona Bwana, unajua Bwana atakusaidia. Na haya maonyo ya kushirikiana na waovu utayaacha. Bwana Yesu atubariki. Najua shetani yupo ambaye amejiandaa kunyakua neno hili la uzima. Amejiandaa kuondoa kile ambacho kimepakwa kwako kisiendelee kuota. Haleluya. Biblia inasema, mwanangu, yasikie mafundisho ya baba yako, wala usiache sheria ya mama yako. Amen. Kwa maana hayo yatakuwa kilemba cha neema kichwani pako na mikufu shingoni mwako. Mungu akusaidie. Amen. Akuinue. Amen. Haleluya. Amen. Bwana anarudi. Amen. Jitahidi mtu wa Mungu. Amen. Yale uliyoyaficha yasikukoseshe ufalme wa Mungu. Amen. Penda watu wako wote. Amen. Penda mtumishi wako. Amen. Mambo yanaweza yasiende kwa sababu una chuki na watu wa Mungu. Acha chuki na watu wa Mungu. Badilisha maisha yako yamwelekee Mungu. Waombee walio wadhaifu, wenye wasiwasi wanyakue kutoka katika moto. Bwana akaikuze biashara yako, akakuze mipango yako, akakuze mshahara wako. Pale unaposhika Bwana paongeze maradufu. Hakuna atakayeweza Bwana akisimama mbele zako. Watesi wako wataanguka na kuumia, wapotelee mbali katika jina la Yesu. Wanaokusema mabaya wapotelee mbali katika jina la Yesu. Wenye mipango na mikakati ya kukuangamiza washindwe katika jina la Yesu. Mkono wa Bwana ukuguse, baraka za Mungu ziwe pamoja na wewe. Bwana atakupungukia, akubariki uingiapo, akubariki utokapo. Neema ya Bwana ikukalie. Upokee uzima huu, upokee baraka hizi, upokee afya hii, upokee upendo wa namna hii. Ni Mungu anayependa uwe hivyo. Uendelee kuwa hai siku zote za maisha yako. Bwana, usitishwe na waraka wa aina yoyote ambao haukutoka kwa Bwana. Mungu akubariki.
Mungu akuinue. Wewe unayesikia hukumu ndani ya moyo wako, sijui ni hukumu ya nini, umesikia majonzi ndani ya moyo wako, hebu songa mbele kwa Bwana wako tuweze kuomba pamoja. Nikimaliza hapo nafiatua mapepo yaliyoko, maana nayaona yapo. Unichunguze Bwana Yesu, wala usijihesabie haki. Neno limekugusa, ni muimbaji, ni kuhani, ni shemasi, mzee wa kanisa. Neno hili halijaanguka patupu. Bwana anajua maisha yako. Bwana anajua tabia yako. Anajua mipango yako. Mungu anajua mawazo yako. Bwana akuchukue. Umeleta wangapi katika zizi la Bwana? Yale mapepo yote na mambo yanayokuzunguka,